Mackenzie ni kama alikuwa na Kizito. Kizito aliweza kuenda kwa chief kulalamikia matisho yenye alikuwa ametishwa. Na kabla hiyo malalamishi hajasuluhishwa na chief, ndio kifo ya Kizito ilitokea. Kutoka hapo polisi waliweza kuja na wakakilia hiyo scene na mwili wa marehemu kapelekwa Kakamega Referral Mortuary. Tulikuja na hiyo watu pamoja, nikiwa na maofisa wangu, hata mimi mwenyewe nilikuwa niko. Lakini sababu watu tayari walikuwa wamehapa kuwa ni lazima, tumejaribu kukambiliana na wao, lakini mwisho wakachoma. Sababu kuna watu walikuwa wamejificha kutoka eneo zingine, walikuja kujificha kwa mimi karibu. Wakati wamesikia mwili nakuja wakafahamia Mboma. Mtoto ndugu yangu wamemchoma kwa sababu ati walimtishia shauri yeye ni kama walisasana nako kidogo na baba yake mdogo. Alafu sasa vile walisasana baada ya siku 2 na baba yake akauawa. Sasa waliona amehusika. Hata kama sio yeye, anaweza kuwa amejua watu wenye wamemuua. Sasa hatuwezi jua. Kwa maana hatukutarakia kitu kama hii kufanyika kwa familia yetu. Kacha kusema mambo ya kuja kuharibu mali ya mtu, hiyo ni vitu zimepitwa na wakati. Ni sharti tutumie na tufuate sheria. Iko watu wale ambao wameidentify kuwa wakiwa wanafanya hiyo tukio ya kuchoma, watashikwa na watastakiwa. Hatuwezi kumbali tabia kama hiyo kuenea. Watu wenye wametoka nje, mjue hii ni familia moja imefanyana hii maneno. Sasa tumehusunika kila upande. Nyumba kuchomwa tumehusunika, kijana ndugu yangu my cousin kuuawa nimehusunika. Sheria ingefuata tu mkondo wake.